Habari, karibu tena kwenye chaneli yangu. Siku ya leo nitaenda kuonyesha namna ya kuandaa manda za sambusa kama zinavyoonekana hapo. Njia ziko mbili au hata zaidi, ila kwa nazozijua mimi ni mbili. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Angalia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza namna ya kuandaa hizi manda. Kwa kuanza kabisa unahitaji kuwa na mahitaji kama unga wa ngano. Hapo nimeongeza chumvi, nimetumia robo kilo ya unga. Unaweza ukatumia kiasi chochote unachokipenda wewe. Na hapo nimeongeza mafuta kijiko kimoja cha chakula. Nitachanganya vizuri kama hivyo inavyoonekana, na baada ya hapo nitachanganya unga wangu ili uweze kuchanganyika chumvi, mafuta pamoja na huo unga. Baada ya hatua hiyo utaendelea kwa kuweka maji. Nimetumia maji ya baridi tu ya kawaida, sijayachemsha, kwa hiyo hayana shida. Nitaendelea kuongeza maji mpaka pale unga wangu utakapo kuwa vizuri. Weka maji taratibu taratibu ili usije ukazidisha maji na unga wako ukaharibika. Kwa hiyo jitahidi uweke taratibu. Baada ya hapo nilihamishia hapo chini kwa sababu chombo changu kilikuwa kidogo, kwa hiyo nikaona niweke hapo ili niweze kukanda unga wangu kwa urahisi na uweze kulainika vizuri. Kwa hiyo nitakanda unga kama hivyo unavyoona. Utakanda unga wako vizuri kabisa kama hivyo. Utaendelea kukanda unga wako kama hivyo mpaka pale utakapoona kwamba unga wako umelainika na umejiridhisha kwamba umekuwa soft. Ili uweze kupata matokeo mazuri ya hizi manda, hauhitaji kuwa mvivu, we kanda tu unga wako. Kwa sababu ulishadhamiria kuandaa manda, basi fanya tu kwa uhakika ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama hivyo unga umeanza kulainika vizuri namna hiyo. Utakanda tena na tena mpaka utakapoona umeiva. Kama hivyo. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe kwenye hii channel, usiache kulike, usiache kucomment. Comment yako ni muhimu sana kwa sababu tunaposti video za hapa YouTube ili tuendelee kujifunza wote kwa pamoja. Kwa hiyo comment yako hapa ni muhimu sana sana sana. Basi utaendelea kuandaa unga wako kama hivyo. Utasukuma hilo donge litakuwa kama hivyo refu. Hiyo ni kwa ajili ya kuanza kukata yale madonge madogo madogo kwa ajili ya kuyasukuma. Kama hivyo. Hapo nitaanza kukata kama hivyo. Utakata madonge size unayotaka wewe. Kama hapo nilikata nikaona yakawa madogo madogo sana, kwa hiyo baadaye nilikuja nikapunguza. Nikayaongezea ukubwa. Kwa hiyo unaweza kaangalia tu size ambayo unatamani iwe, basi itakuwa hivyo. Nataka uweke 3 3, 4 4 au 5 utaangalia. Mimi haya kwangu yalikuwa madogo, kwa hiyo nikaona niongezee. Kwa hiyo niliongezea na yakapungua idadi. Na nilisukuma manne manne na manda zangu zilitoka nyingi tu kwa unga huu wa kiasi cha robo kilo. Kwa hiyo kwa wewe mjasiriamali ambaye unafanya biashara ya sambusa, unauza sambusa mashuleni wapi, hii ndio njia rahisi kabisa ya kuandaa manda zako zikatoka nyingi kwa wakati mmoja. Hapo niliweka kwenye hiyo baking paper, nikafunika kwa muda kidogo ili unga ulainike kidogo kabla ya kuanza kusukuma. Na hapo sasa ndio naanza kusukuma yale maduara kwa ajili ya kuanza kupaka mafuta. Fuatilia video hii vizuri kama we haujawahi kuandaa manda hata mara moja. Fuatilia video hii vizuri mpaka mwisho ili uweze kuona kile ambacho tutakipata mwishoni. Nitaendelea kwa kusukuma hilo duara la pili kama hivyo. Utasukuma mpaka yafike manne, na baada ya hapo ndio utaanza kupaka mafuta katika hayo maduara.
Tukiwa tunaendelea na prosesi hii, kwa wale msionijua jamani, naitwa Asha na posti video za hapa YouTube. Na kama hivi, lengo ni kuelimishana, lengo ni kusaidiana. Ya kama hivyo. Kwa hiyo usiache kulike, usiache kukomenti hapo, usiache kusubscribe pia. Support yako ni muhimu sana. Baada ya hapo, hilo ni duara la 4 sasa, lile la chini. Kwa hiyo utachukua mafuta, utaanza kulipaka kama hivyo, na hiyo brush ya watu kama huna utatumia mkono. Utaweka lingine la pili juu yake na utaweka tena mafuta kwa juu. Utabrush kama hivyo na utaweka lile duara la 3. Utaweka mafuta tena kama kawaida. Halafu sasa tutamalizia na hii ya 4 ambapo hatutaweka mafuta juu, tutaweka unga. Jamani, tunaweka unga juu ili tuweze kusukuma iwe kama chapati moja. Kama unavyosukuma chapati moja kwenda kuichoma kwenye flampeni, ndivyo utakavyosukuma hapa iwe chapati moja. Na njia ya kuzibabua hizi manda, unaweza kubabua kwa kutumia mkaa. Flampeni tu ya kawaida kwenye mkaa, au unaweza kutumia tray ya oven ukachoma kwenye oven. Zote zinakupa tu matokeo yale yale. Kwa hiyo usipate shida kwamba sina oven nitashindwa kuchoma manda, hapana. Utatumia flampeni na utatumia mkaa, utachoma manda yako na itatoka vizuri tu. Laini, nyepesi, vizuri kabisa. Unaona duara langu liko tayari kama hivyo. Na baada ya hapo nitaweka kwenye oven, nitachoma kwa moto mdogo wa kawaida, iive juu na chini kama hivyo inavyoonekana. Na hapo tukua tushamaliza kuchoma mandazi yetu. Kinachofuata ni kukata. Utakata pembeni, utakata huku na huku. Hii ni ile design ya zile manda ambazo zinauzwa supermarket. Kwa hiyo unaweza kaangalia tu ukate kwa style gani. Kuna ile ya pembe 3, ni wewe tu. Unaweza kukata kwa style zote mbili. Na manda zikatoka nyingi tu kama hivyo mnavyoona hapo. Kwa hiyo hapa nilikata, niliandaa, nilipika hizi sambusa. Ni sambusa za viazi, vegetable, hatukutumia nyama. Kwa hiyo unaweza kaangalia wewe unapenda kutumia nini katika sambusa hizi. Na hapo ndivyo hivyo zilivyokuwa zinatoka moja moja kabisa. Hiyo ni staili nyingine tulifanya hivyo, zilitoka vizuri sana. Karibuni sana, nawapenda sana, kwaherini.